Mungu akubariki sana. Leo Mtakatifu tunakualika tufundishe neno lako katika jina la Yesu. Amen. Leo tunaangalia kitabu cha Tito na Filemoni. Kitabu cha Tito, Mtume Paulo anamwandikia Tito akiwa kama mtoto wake wa kiroho. Anamwambia kwamba amemwacha kule Krete ili awachague wazee wenye sifa njema waweke katika kila mji. Pia anampa maagizo mbalimbali kwa makundi mbalimbali ya rika. Anawambia waambie wazee waenende kwa utaratibu na kwa busara. Anawambia pia waambie wanawake wazee wawe na tabia njema. Pia wafundishe wanawake vijana kutunza familia zao vizuri. Mtume Paulo anamwambia Tito kwamba awafundishe watu kutii mamlaka. Pia awaambie vijana wawe na kiasi katika mambo yote. Pia anamwambia yeye Tito awe mfano kwa mwenendo ulio mwema ili jina la Yesu lisitukanwe. Kitabu cha Filemon, Mtume Paulo anamwandikia Filemon kuhusu Onesimo ambaye alikuwa ni mtumwa wa Filemon lakini alitoroka. Alivyotoroka ndio alikutana na Mtume Paulo. Mtume Paulo akawa amemuongoza katika imani, kwa sababu Mtume Paulo anasema kwamba Onesimo ni mtoto wake aliyemzaa katika vifungo vyake. Maana yake alimhubiria Injili akiwa bado kifungoni. Kwa hiyo anamsihi Filemon kwamba ampokee, kwa sababu enzi hizo alikuwa mtumwa akitoroka adhabu yake ni kuuawa akipatikana. Kwa hiyo anamsihi kwamba ampokee, tena anamwambia kwamba usimpokee kama mtumwa bali kama ni ndugu sasa, kwa sababu amekwisha kuipokea ile imani, umpokee kama ndugu. Kama anakudai kitu chochote mimi nitalipa. Kwa Mtume Paulo alimwandikia Filemon ampokee Onesimo, kwa sababu sasa Onesimo ni mpendwa katika Bwana, amekwisha kumjua Bwana Yesu. Kwa hiyo ampokee, aendelee kuishi naye, akimsisitiza kwamba kwa sasa anakufaa zaidi.